Wakati unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ina maana unakuwa ile nafsi yako hukuitendea uadilifu, kule kufanya yale maasi ya kumuasi Allah, tayari unakuwa ule uadilifu umeukosa, unaiingiza nafsi yako ambapo ni pabaya kwenye maasi. Asema al-adlu ma'a nas, kutenda uadilifu pamoja na watu, ina maana kuwatendea watu uadilifu fil huquqi, katika haki. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi amara bil adli wal ihsan wa naha anil dhulmi wa tughyani. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Ja'ala al-adla asasul mulk wa qawama al-hayat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuqima an-nasa bil qisti. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Amma ba'du. Ayuha al-ikhwa, unwanu al-khutbah ma'na al-adli wa ahamiyatuhu iqamatuhu fi dawi al-kitabi wa sunnati wa aqwali salaf. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, sala na salamu zimwendee wa mwisho wa mitume ambaye ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mada yetu leo tutazungumzia maana al-adli, maana ya uadilifu, wa ahamiyatuhu iqamatuhu, na umuhimu wa kusimamisha uadilifu huo fi dawi al-kitabi wa sunna, kama ilivyokuja katika Qur'ani na kama alivyotueleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake, wa aqwali salaf, na kauli za wale wema waliotutangulia, maswahaba na waliofuata maswahaba na baada ya hao. Moja kwa moja tumekukusanyeni pointi zisizopungua 5. Ikiwa Allah atatuwafikisha kutokana na muda wetu, insha Allah tutaweza kuchambua pointi hizo moja baada ya nyingine. Kwa hiyo kwa kuingia moja kwa moja kwenye mada, alhamdulillahi alladhi amara bil adli, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ameamrisha uadilifu, wal ihsan, na kutenda wema, wanaha anil dhulmi wat tughyani, na akakataza Mwenyezi Mungu kufanya dhulma, wat tughyani, pamoja na uovu. Ahmaduhu, namshukuru yeye, subhanahu wa ashkuruhu, aliyetakasika, na namshukuru yeye ambaye ni Mwenyezi Mungu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na shahidia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu. Wahdahu la sharika lahu, Mwenyezi Mungu asiyekuwa na mshirika. Ja'ala al-adla asasa al-mulki, ambaye ameijalia uadilifu ni msingi wa ufalme. Wa qawama al-haya, uadilifu ndio unasimamisha maisha ya watu. Ina maana ambapo kuna uadilifu, watu wanaishi vizuri na maisha ya watu yanakuwa katika amani kabisa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu, na shahidia vile vile kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wa Mwenyezi Mungu na ni mtume wake. Arsalahu bil huda, aliyetumwa kwa uongofu, wa dinil haqqi, katika dini hii ya Uislamu ambayo ni dini ya kweli. Liyuqima an-nasa bil qisti, ili awasimamie watu katika uadilifu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi, swala na salamu ziwe juu yake ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, na masahaba zake, wa mansara ala
nahjihi ila yaumiddin, na atakayefuata njia hiyo, nahjihi yani ni njia ambayo ila yaumiddin, mpaka siku ya kiyama. Mtu atakayejaliwa kuwa katika msimamo huo, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na sisi vile vile tuwe katika msimamo huo. Amma ba'du, baada ya hayo, fattakullaha ibadallah, muogopeni Mwenyezi Mungu, waja wa Mwenyezi Mungu. Wa'lamu anna al-adla min a'zami maqasidi hadha ad-din, na muelewe ya kwamba anna al-adla, hakika uadilifu, min a'zami maqasidi, ni kubwa ya makusudio hadha ad-din, makusudio ya dini yetu hii ya Kiislamu. Bal huwa asasu qiyami samawati wal ard, bali ule uadilifu ni misingi, ni nguzo ambazo zimenyanyua mbingu na ardhi. Wabihi tastaqimu hayatu nnas, na kwa huo uadilifu yananyooka maisha ya watu. Watasluhu almujtamaat, na watasluhu unatengema, almujtamaat yani jamii, ina maana jamii ambapo kuna uadilifu inatengema, inakuwa iko sawa kabisa. Katika kuingia katika pointi zetu sasa, awalan, pointi ya kwanza, maana al-adli, nini maana ya uadilifu? Al-adlu fi lughati, uadilifu katika lugha, huwa al-istiqamati wa tawassut, asema ni istiqama, msimamo, wa tawassut, yani mstiqama ni kama msimamo au kunyooka kitu, wa tawassut na kati kwa kati, kile kitu kimenyooka sawa sawa, kiko kati kwa kati. Asema wa huwa dhiddu dhulmi wal jawri, asema kwamba na kinyume chake, huwa dhiddu, kinyume chake, adh-dhulmi, na kinyume cha uadilifu, huwa dhiddu dhulmi, yani kinyume cha uadilifu, dhiddu dhulmi ni kwamba ni kupinga dhulma, kinyume cha uadilifu, kukataa dhulma, wal jawri, na ujeuri pamoja na uovu. Wa fi shar'i, katika sheria, i'ta'u kulli dhi haqqi haqqahu, ni kumpa kila mwenye haki haki yake. Ndio wanavyotuambia wanasheria, min ghairi milin, bila ya kumili, min ghairi milin ina maana bila ya kupendelea, wala mahabati, bila ya kubagua au kuleta mapenzi yoyote, kufuata kama ilivyokuwa haki. Asema wal hukmi baina nasi bil haqqi, na vile vile kuhukumu baina ya watu kwa uadilifu. Qala Allahu Ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nahl, sura ya 16 aya ya 90, anasema kwamba inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan, hakika Mwenyezi Mungu anaamrisha uadilifu, na maana na kuamrisheni au anatuamrisha kufanya uadilifu, wal ihsani, na kuwatendea watu wema. Fal adlu yashmalu kullu majalati alhayati, yani uadilifu, yashmalu, unakusanya, kullu majalati alhayati, unakusanya kila nyanja ya uhai. Al-adlu ma'a Allahi bitawhid wa adami shirki bihi, asema kwamba al-adlu ma'a Allahi, kufanya uadilifu pamoja na Mwenyezi Mungu, bitawhid, yani bitawhid, kuwa na kumpokesha Mwenyezi Mungu, kujua Mwenyezi Mungu yuko peke yake, wa adami shirki bihi, na kuto kumshirikisha, kufanya hiyo shirki, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuto kumshirikisha. Asema kwamba al-adlu ma'a nafsi biadami dhulmiha bilmaasi, asema kwamba al-adlu, ule uadilifu, ma'a nafsi, kufanya uadilifu juu ya nafsi yako,
nafsi yako naitendeaje uadilifu? Asema kwamba dhulmiha bilmaasi, yani biadami dhulmiha bilmaasi, asema kwamba usiipeleke nafsi yako kaiingiza kwenye maasi, kule kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ina maana unakuwa ile nafsi yako hukuitendea uadilifu. Kule kufanya yale maasi ya kumuasi Allah, tayari unakuwa ule uadilifu umeukosa, unaiingiza nafsi yako ambapo ni pabaya, kwenye maasi. Asema al-adlu ma'an nas, kutenda uadilifu pamoja na watu, ina maana kuwatendea watu uadilifu fil huquqi, katika haki zao, wal aqwal, na maneno. Ni maneno gani ambayo unastahili kuongea, maneno gani ambayo ni mabaya, ukiongea utamuudhi mtu usizungumze. Mama Aisha radhiallahu anha alimuona mtu akasema, huyu mtu mfupi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam usiseme hivyo. Akasema, ukweli ni mfupi. Akamwambia, pamoja na kwamba mfupi, muache, usiseme hivyo kwamba huyu mtu ni mfupi. Ina maana yule mtu akisikia lile neno litamuudhi. Kwa hiyo tutizame wal aqwal, na maneno, wal ahkami, na hukumu, na kufanya hukumu nyingi, yani kuwahukumia watu kesi zao nini. Usiangalie hili, angalia uadilifu na haki iko wapi. Hiyo ndio pointi yetu ya kwanza. Pointi ambayo tunaanza nayo ni pointi ya pili, thania, ahamiyatu iqamati al-adli fi al-Qur'ani al-Karim. Asema kwamba kusimamisha uadilifu, ahamiyatu, yani kusimamisha uadilifu fi al-Qur'ani al-Karim, katika Qur'ani tukufu. Laqad amara Allah, hakika ameamrisha Mwenyezi Mungu. Laqad amara Allah bil adli amran sariha, hakika Mwenyezi Mungu ameamrisha jambo la uadilifu, yani ni jambo, ni amri iliyo wazi, jambo ambalo liko wazi kabisa. Waja'alahu min a'dhamil wajibati, asema kwamba na akaijalia ni kubwa miongoni mwa mambo ambayo ni wajibu, ni lazima. Faqala subhanahu, na akasema Mwenyezi Mungu aliyetakasika, kabla ya kuanza hii aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia uadilifu. Tumuombe Mwenyezi Mungu msamaha kutokana na yale ambayo tunayatenda usiku na mchana, kwa kujua na kwa kutokujua. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum jami'al muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Katika hotuba yetu ya pili tutazungumzia au tutaanza na aya ambayo inapatikana katika suratul Nisa, aya ya 135. Hii aya ndo tungeenda nayo mpaka katumalizia hutuba, lakini inshallah kuna kumajala, kutokana na hiki kipande ambacho naona kitakachokuwa kimebaki, kwa namna muda unavyotembea, muda ulichokuwa rafiki, tutatanguliza aya hii kwa mapana na urefu wiki ijayo. Wacha tuiguse kidogo. Anatueleza nini Allah baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Anasema, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist, enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuweni wasimamiaji wa uadilifu. Hii aya utaipata ni aya ya 135 ambayo inapatikana katika suratul Nisa. Katika kuendeleza hotuba yetu, waqala aidan, na vile vile akasema Mwenyezi Mungu aliyetakasika,
asema kwamba baada audhu billahi minash shaitani rajim, asema kwamba wa idha hakamtu baina an-nasi an tahkamu bil adli, asema kwamba wa idha hakamtu baina an-nas, na pindi mtakapo hukumu baina ya watu, an tahkamu bil adli, hukumuni kwa kutumia uadilifu. An tahkamu bil adli, hukumuni kwa kutumia uadilifu. Utaipata hii aya pia inapatikana katika Suratul Nisa'i, ni aya ya 58. Wabayana anna al-adla sababu lilqurbi minhu subhanahu, asema kwamba wabayana, akabainisha, anna al-adla, hakika uadilifu, sababu lilqurbi, yani ukiwa mwadilifu ndio sababu ya ukaribu, minhu subhanahu wa ta'ala, kusogeza huo uadilifu kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waqala, faqala, akasema Mwenyezi Mungu baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, kwamba aya ya 8 katika Suratul Maida, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, kwamba fanyeni uadilifu, mkiwa waadilifu ndio karibu na ucha Mungu. Faladlu laisa khiyaran, asema kwamba uadilifu laisa khiyaran, yani huo uadilifu sio khiari, kwamba ni hiari, kwamba naweza nikafanya uadilifu au nisifanye uadilifu. Ni lazima, sio, yani usiseme kwamba sio khiari, bal huwa faridatu, yani bali huu uadilifu ni lazima utendeke. Bihi tahfudhu alhuquqi, kwa uadilifu huo tahfudhu alhuquqi, zitahifadhika haki kupitia uadilifu. Alafu vile vile watuswanu dimau, ambapo kuna uadilifu, subhanallah, watuswanu dima, yani damu zitakuwa ni zenye kufanyaje, kuhifadhiwa. Ina maana kwamba ambapo kuna uadilifu, hata kama atakuwa ni kiongozi ambaye ni kiongozi si kiongozi mzuri, lakini baadaye akaja kiongozi mzuri akaleta ule uadilifu, tayari kwa kuwa ule uadilifu pia damu yake inakuwa iko katika mahala ambapo ni pazuri. Kivipi? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alikuwa mwadilifu, anatembelea Madina, anazunguka nyumba zote, anataka kujua tu na matatizo gani, akiwasaidia. Akisikia kuna wazee wana matatizo, anapita katika majumba yao, anawasaidia. Yeye ndio amirul mu'minin, anahakikisha yani kila mwenye haki amepewa haki yake, mpaka anachoka, wanamkuta amelala chini ya mti, panga amelining'iniza. Watu wanakuja wanasema, huyu tunataka tukachukua ile panga tukamchoma na panga la tumbo tukammaliza. Umar ibn Khattab analala tu hivi, kiongozi ana wasiwasi kwa sababu kashatenda uadilifu. Sisi tulifanikiwa Ramadhani moja kuwepo Zanzibar. Tuishie katika nukta hii kwa sababu muda ndio umetuishia, tutamalizia mada inshallah wiki ijayo. Tulipokuwepo Zanzibar, wakatualika iftari, subhanallah, kuna hali ambayo inafanyika mpaka mtu unachanganyikiwa. Madrasa zimepewa thamani, misikiti imepewa thamani, zinakusanywa bili za umeme za sehemu tofauti, anapelekewa mbunge wa pale. Ikifika Ramadhani anaalika kila madrasa, anaanza za upande hizi za huku madrasa, watu 10 kutoka kila madrasa, walimu na baadhi ya wanafunzi wachache, walimu na baadhi ya wanafunzi wachache, wanakaa na mbunge, jambo ambalo ni zito sana kwa kule kwetu. Wanakaa na mbunge, anatoka na wasalimia watu, na viongozi wako hapo na wale walinzi wako pale, hakuna mtu ambaye ana mpango naye. Mpaka wakati walianza kuzungumza baada ya kuwa tumefuturu, ndio tukajua kumbe huyu ndiye mbunge.
kumbe anawatendea watu uadilifu. Uadilifu ukiwepo, kila kitu kinanyooka, kila kitu kinakaa kwenye mfano wake. Allah, tuchukue kaida hii ya ndugu zetu ambao wanatenda uadilifu, tutafaulu. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie haya ambayo kwamba tuliyozungumza, ajalie yawe ni yenye kuingia katika masikio yetu ya nafsi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu tujalie madhambi yetu ambayo tumetenda kwa kujua na kwa kutokujua. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma anil khulafai rashidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa an baqiyat ashabi rasuli ajma'in. Allahumma a'id al-islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ij'alna minal 'adilin. Allahumma ij'alna minal 'adilin wa junubna dhulma wa dhunubna dhulma wa dhulmi wa dhunubna dhulma wa dhalimin wa aslih ulata umurina waj'alhum hudata muhtadin yuqimuna al-adla fi ibadik. Allahumma inna na'udhu bika min al-ilmi la yanfa'. Allahumma inna amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Allahumma inna na'udhu bika min al-ilmi la yanfa'. Allahumma inna na'udhu bika min al-mauti wa kurbati wal qabri wa hummati as-sirati wa dhallati wa yawm al-qiyamati wa rawati ya hayyu ya qayyum. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rudda al-muslimina ila dini kama radda al-jamila. Allahumma rudda al-muslimina ila dini kama radda al-jamila. Allahumma habbibna fi sanati al-jamaa washfi marudana warham mautana birahmatika ya arhamar rahimin. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utusamehe madhambi yetu tuliyotenda kwa kujua na kwa kutokujua. Mwenyezi Mungu, tunakuomba ya Rabbal Alamin, miongoni mwetu kila mwenye matatizo makubwa na madogo uweze kumtatulia ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utufungulie milango ya riziki. Mwenyezi Mungu, tunakuomba tutiliwe pesi katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhera, utupe mwisho mwema. Tunakuomba ya Rabbal Alamin, tupe kauli thabiti kabla kufa kwetu, tuweze kutamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbal Alamin, tunakuomba utuepushe na mabalaa zikiwemo ajali za barabarani na maradhi yasiyokuwa na dawa ya Rabbal Alamin, ambayo ni makubwa. Ya Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya njema kama za watu wa peponi ya Rabbal Alamin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu wasamehe ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki. Tunakuomba yatanue makaburi yao, ujalie makaburi yao ya rawdha min riyadil janna. Tunakuomba ya Rabbal Alamin uwasamehe madhambi yao waliotenda wakati wapo duniani. Ya Mwenyezi Mungu, utie nuru ndani ya makaburi yao. Ya Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwafufue na utufufue sote tukiwa pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunakuomba ya Mwenyezi Mungu ndugu zetu ambao ni wagonjwa uweze kuwapa shifaa. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.